Habari, karibu jikoni kwa Mama Swaumu. Kama ni mgeni hapa, karibu sana. Na kama ni mwenyeji, namaanisha umesha subscribe na huwa unapata video zangu. Asante sana kuendelea kuwa hapa na karibu tena. Wanafunzi wenzangu wale wa keki, karibu sana. Niliwatupa kidogo kwenye keki, nimerudi tena. Leo nimeoka keki kwa ajili ya mume wangu. Kuna jambo walikuwa na lifanyia kazi, sasa kawa amelikamilisha na mimi nikampongeza kwa kutengeneza na kupamba keki hii. Tupambe na kutengeneza pamoja keki hii. Pia leo tujifunze kutumia kitana wanafunzi. Wale wanafunzi wenzangu tujifunze leo kutumia kitana chenye urembo kama hivyo. Karibu. Nilikuwa na keki aina 3. Nimetengeneza vanilla, red velvet na chocolate. Na zote 3 nimezioka kwenye mkaa au nimezipika kwenye mkaa kwa sababu ninayemtengenezea anapenda sana keki za kuoka kwenye mkaa. Mara nyingi nikimtengenezea keki za kuoka kwenye mkaa anafurahia na ni mpenzi wa keki. Kama hapo nimeoka ya vanilla kwanza, ndio ya kwanza kuoka, nimeweka makaa chini na juu. Baada ya dakika 30 basi ikawa ipo tayari na testi kwa kuingiza kijiti kimetoka kikavu, so ni ipo tayari. Baada ya hapo nikaoka hii ya chocolate na yenyewe kwa dakika 30 pia ikawa ipo tayari. Baada ya hapo nikaja kuoka keki ya red velvet. Red velvet na chocolate zinaendana unajua, kwa sababu kwenye velvet napo kuna kau chocolate, ila mimi nitaka ziwe na rangi 3 hivyo. Ndio maana nikaeka red velvet, chocolate na vanilla. Hapo pia red velvet ipo tayari na nikaziacha zipoe. Na hiki ndicho kinatokea ukichelewa kutoa keki kwenye tin. Kama hii vanilla nilichelewa kuitoa, ilikuwa inasubiri wenzie ikaanza kupata unyevu, lakini ilikuwa imeiva vizuri, haina shida yoyote. Na sasa hivi tena tukaandae buttercream kwa ajili ya kupambia keki. Leo nimetumia Prestige. Mara nyingi huwa nimetumia Kimbo, mmeziona katika video za nyuma. Leo natumia hii Prestige hapa. Nataka kidogo buttercream laini zaidi. Naanza kupiga au kuichapa mpaka inakuwa na rangi ya off-white kama hivi na inalainika vizuri kama lotion. Baada ya hapa basi naweka icing sugar. Pakiti moja ya icing sugar naweka hapo, kisha naanza kuchanganya mpaka mchanganyiko uwe vizuri, wote uwe umechanganyika, hiyo Prestige pamoja na icing sugar. Kama hivi hapo nimechanganya, niweka na ladha ya vanilla kidogo. Sikuweka maji, mimi niliona ulaini wake unatosha, kwa hiyo hakukuwa na haja ya kuweka maji. Baada hapo nikachukua bezi, nikaweka hiyo buttercream kidogo ili kufanya keki isicheze. Nikaanza kuipanga ile keki ya vanilla. Vanilla cake nikaanza kuweka hapo chini, kisha nikapaka hapo buttercream kwa ajili ya kuzibebanisha keki zote 3. Baada ya kupaka vizuri hivyo, nikaweka keki ya chocolate ikafuatia hapa. Nikapaka tena buttercream kwenye keki yote. Unaweza kuzibebanisha hivi hivi, lakini ni vizuri ukaweka buttercream. Alafu hapo nimemalizia kuweka red velvet cake. Keki zangu zilikuwa laini sana. Zilikuwa ziko vizuri. Na recipe ya hizi keki zote ziko hapa jikoni kwa Mama Swaumu. Nimeshatengenezaga red velvet, nishatengenezaga chocolate pamoja na vanilla. Sasa na crumb cut na funika zichenga ili zisije kunisumbua, na hivi ni mwanafunzi zisije kunisumbua kwenye kupamba keki yangu. So nimefunika kwanza na buttercream hapo chache tu au nyepesi. Nafunika mpaka chenga zote zisionekane, chenga za keki. Ukizingatia na keki zilikuwa laini, kwa hiyo hapo nahakikisha imekuwa crumb coated kama hivyo. Baada hapo naacha kwa muda kidogo ikauke ipumzike. Baadaye sasa nikaja kupamba keki kwa kutumia buttercream ya rangi. Buttercream nimeiweka rangi ya blue, alafu nikaweka kwenye piping bag. Nikaja nikazungusha tu kwenye keki kama hivyo, nazungusha kwenye keki yote, pembeni na juu huku. Baada ya hapo tachukua kitana ambacho leo ndo tunafanya mazoezi ya kitana chenye meno hivyo, alafu nitazungusha na kilaza kwenye keki, unazungusha. Hii nimeona ni rahisi pia kwa sisi wanafunzi kuitumia.
Hii na yenyewe ni nzuri, inarahisisha kidogo kwenye upakaji. Ingawa na yenyewe inahitaji ujuzi wa kunyoosha sana, ambayo ndo zoezi unatakiwa ulifanye kila siku, kufanya mazoezi kama ambavyo mimi nafanya mazoezi hapa. Kunyoosha ni shughuli. Unakuja unaangalia sehemu ambazo bado hazijapata buttercream au ambazo zina hewa kama hivyo, unachomeka buttercream nyingine, unaweka, alafu unaendelea kuzungusha. Kwa hiyo ni zoezi la kurudia na kurudia na kurudia. Yaani unasikia hasira, unaacha, unarudia, unaendelea. Mimi mpaka baadaye nikasema inatosha kwa kweli hapo. Japokuwa nilikuwa natengeneza keki ya mume wangu for my all love, lakini nikasema inatosha kwanza. Tutaendelea na keki nyingine na mazoezi. Baada ya hapo nikaweka tumaua utu. Kwa vile ilikuwa ya mwanaume, sikutaka tena kuzungusha kama maua rose fulani hivi, nikasema haya nasimamisha kama hivi, yakawa yametosha. Nikapamba tena na huku chini, nikazungusha buttercream kama hivyo. Na pia nilikuwa na biscuit za chocolate, kwa sababu humu ndani ya keki kuna chocolate, pia kuna keki ya chocolate, so nikaona niweke na biskuti za chocolate hapa kwenye keki nzima kama hivi. Basi tukunogesha keki ipendeze na mwenye nayo haipende, au nilimwandalia keki hii haipende. Nikaweka kama hivi, ikawa ipo tayari. Baada hapo nikaandika kile ambacho nimekusudia. Mume wangu alipata CPA, so nikampongeza CPAT Simba, nikaandika hapo kwa kutumia fondant. Nikampongeza hapo, congrats habi CPAT Simba. Pia nilikuwa na topa ya congrats, na yenyewe nikaiweka hapo kumpongeza. Basi keki yangu ikawa ipo tayari kwa kuliwa au kumkabidhi mwenye nayo, na nilikuwa tu nimemwandalia by surprise. Akaja akaikuta akapenda, na tutakata pamoja huko mwisho wa video utaona. Kama umependa video hii, basi usisahau kulike. Usiache kusubscribe kama ni mgeni hapa, kwa ajili ya video nyingine nyingi za keki hapa jikoni kwa Mama Swaumu. Basi akaja akakata na mwenyewe huyu hapo. Matumaini yangu umependa. Kama umependa, usisahau kulike, comment, kushare, kusubscribe. Hadi wakati mwingine, asante kwa kuangalia. Kwaheri.